Sandra, pole sana. Vipi, hujaumia? Niko sawa. Ah, safi sana. Samani. Bila samani. Vipi? Naona umeshangaa sana baada ya kuita Sandra, si ndio? Ndivyo. Nimeshangaa umejuaje jina langu. Mimi nakufahamu sana wewe. Tena wewe si dada yake na Jafari? Ndio mimi. Vizuri sana. Niko hapa kuambia kitu kimoja au kukushauri pia. Utanisamehe kama nitakuwa nimekukosea. Pia utaniwia lazi. Ila anajua una mahusiano na Kennedy, si ndio? Ndio. Kennedy ni mwanaume wangu mimi. Niliposafiri tu kwenda kwa wazazi wangu kusalimia, wewe ndiye ukaja ukaingilia penzi la kati yangu mimi na Kennedy. Niko hapa kukuambia kitu kimoja. Naomba uachane na Kennedy. Sijakupata na sikuelewi wewe ni nani. Wakunisimamisha njiani na kuniambia vitu ambavyo sikuelewi. Unataka kujua mimi ni nani? Mimi naitwa Anita. Ndiye mpenzi halali wa Kennedy. Tena naomba unisikize kwa makini. Kennedy kaletwa kwa ajili yangu. Nimejua thamani ya Kennedy tokea tumboni kwa mama yake. Nimejua ujio wake. Kennedy ameletwa duniani kwa ajili yangu. Kennedy msamani yangu. Nachotaka ujue, Kennedy ni kipenzi changu. Ananipenda alafu tunapendana sana. Naomba uachane na Kennedy. Unanifurahisha sana. Eti niachane na Kennedy. Wewe ni nani? Na umetokea wapi? Wewe ni mzima kweli? Una kichaa? Wewe ni mwenda azimu? Yaani wewe umetokea huko sikujui, sikufahamu, unaniambia mimi niachane na Kennedy. Kennedy ni mpenzi wangu mimi. Kennedy ni wa kwangu mimi. Sandra! Mimi ndiye Anita. Anita ndiye mpenzi halali wa Kennedy. Na mimi wewe si mpenzi halali wa Kennedy. Kennedy ameletwa kwa ajili yangu. Nimekuwa nikijua Kennedy ni mwanaume wangu wa maisha tokea tumboni kwa mama yake. Kennedy, unataka kujua mimi ni nani? Unataka kujua Kennedy ni mpenzi wangu kiasi gani? Naomba uachane na Kennedy. Ngoja nikukumbushe. Hunifahamu, haunijui nilipotokea, haunijui nilipozaliwa. Mimi kwetu tuna miungu. Na mimi nimeunganishwa kwa kutumia miungu ya babu yangu. Kwa mimi siogopi mtu aina yoyote. Kennedy ni wa kwangu na Kennedy ni mwanaume wangu. Wewe huogopi? Unataka kujua mimi ni nani? Unataka kuamini kwamba Kennedy ni wangu? Odi. 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 Wenyewe. Odi.
Sandra. Ya bema. Shikamoo. Mbona asubuhi? Amina. Nimekuja kuona Kennedy. Kuna tatizo? Sawa. Mama za asubuhi. Sawa. Umekuja? Sasa vipi? Poa mama. Poa. Mbona asubuhi unaenda shamba na mama? Mimi niko zangu ndani nikasikia mtu anagonga. Niangaza sioni. Ngoja nizunguke huko na kuja namkuta yeye kwa hapo. Sasa kuna tatizo? Ndio, ila nilikuja kuona wewe. Basi sawa. Mimi niwaache utakuwa ni nyumbani. Sawa basi. Kennedy, samahani kwa kusumbua asubuhi, ila kuna ndoto ambayo nimeota ambayo sio nzuri, na hiyo ndoto sijajua inamaanisha nini, inaniogopesha na sio nzuri. Ndoto? Yaani iko hivi, nilikuwa njiani natembea, ghafla nikajikwaa bahati mbaya. Kujikwaa naona mtu anishika bega, Sandra pole. Mimi nikamuuliza, Sandra, wewe unanijua mimi? Mbona mimi sikufahamu? Akaniambia utanifahamu na utanijua. Nikamwambia sasa mimi nataka kuniambia subiri. Akaniambia kwamba achana na Kennedy. Kennedy mimi ni mwanaume. Mimi na mahusiano na Kennedy. Nikamuuliza unamaanisha nini? Kwa unajua kwamba sikutaka kushindwa. Kwa hiyo tulikuwa tunajibishana nini? Ghafla akachukua akanikama. Amenikaba yani mpaka naona kabisa ndo nakata moto. Ikashtuka. Yaani kweli sina amani. Na hiyo ndoto kwa sababu siku zinavyoenda mimi naona kama ni kitu kutokea, naona sio mzuri. Sana nimekusikia. Unajua hiyo ni ndoto tu. Kama ulivyoota ni ndoto imekutokea hivyo, lakini ulichokiota sidhani kama kuna kweli ndani yake. Hiyo ni ndoto tu. Hata mimi inaweza kanijia ikajia mtu mwingine. Tushangae niwe kuota ndoto na mimi nafanya mapenzi na mtu nisiyemfahamu. Lakini sio kweli. Ni ndoto tu ilikuja hivyo. Basi. Sidhani kama hiyo itakuwa ni kweli kwa sababu ni ndoto. Ndoto ni kitu ambacho hakina uhakika. Mimi nakuelewa Kennedy. Nakuelewa. Lakini hii ndoto na vitu vinavyoendelea mimi mbona naona kama ni kweli. Yaani ndoto nilivyoota na vitu vinavyoendelea havina utofauti. Na pia ni kutoa wasiwasi na kutoa hofu kwamba mimi sina mwanamke mwingine tofauti na Sandra. Ambaye ni wewe, mimi nakupenda wewe kama unavyojua. Sawa. Nashukuru kwa kunipa imani. Ila nilikuwa nina hofu sana, yaani nimejaa na hofu kali na uoga. Halo, sio babu dada. Ni ndoto tu. Basi sawa.
mimi naomba nisaidie mafuta. Mafuta pia wembe mmoja. Wembe mmoja. Nitapata betri ya simu? Hapa betri ya simu bosi imeishiwa. Okay. Basi pia naomba nipatie kilo moja ya sukari. Kilo moja sukari. Kaka, una perfume ya Kimbo? Nashwa? Sasa jamaa langu. Vipi hapo jumla shilingi ngapi? 5 kuswa. Okay. Haya bwana, ngoja nikupe hela yako. Hapo 5 kuswa. Mbona sioni kwa mfukoni hapo mama? Ya, rusha pesa. Rusha. Ya. Takuwa nimedondosha, kuna sehemu nilikuwa simu mfukoni. Basi nisubiri mara moja. Sawa. Poa. Sawa. Nilifika sehemu, niona unatoa simu mfukoni. Wakati unatoa simu mfukoni ukadondosha. Sasa kaona naelekea njia moja nikashaka nifuate. Unanifahamu? Kwa jina nafahamu. Nilifika sehemu nikakuta mnabishana kuhusu mpira. Kwa mnabishana kwa mtu akasema kelele bichi sana. Kelele bichi sasa toka nisikie jina la kelele. Alijatoka kwenye kelele. Lakini ni mgeni katika uongozi kama mtu. Naitwa Nashukuru kufahamu. Asante sana. Ndio unajua nilikuwa nishachanganyikiwa. Kweli. Hapo sitoshe pesa nilikuwa na mama. Na sibilo ingekuwaje? Basi bwana chukua hapo hapo nipe change. Poa sana. Tatizo ni mwenyekiti, wala wasisingiziwe wale vijana. Unajua shemeji, serikali tulotoka naye sisi tofauti na hii tulikuwa nayo. Viongozi wa sasa hivi kwanza wamesoma, wana uweledi, wameelimika, wanaongoza kwa elimu. Hata kama pakitokea kijana yote wa sasa hivi hajasoma, lakini anakuwa na tayari. Wanaelimika, tumeelimika hivi sasa, hata uoga wa kuongea unatoka shemeji yangu. Sio tulikotoka sisi shemeji. Kabisa. Kiongozi anaongoza kwa kauli yake. Fanyeni hivi, basi mnafanya, mnatekeleza. Sio hivyo. Kiongozi wa kisasa bwana anaongoza kwa katiba na sheria. Hivi sasa inatakiwa kiongozi awe na uweledi, awe amesoma, ameelimika, anawasikiliza wananchi wanasema nini. Na kinachotakiwa sisi wananchi shemeji, inatakiwa sisi tupate elimu ya kutosha na tupate maendeleo hapa kijijini kwetu. Kwa uongozi kama huo uliosoma, sio huyu hajasoma, anaongoza kwa kauli, anatuongoza kitemi. Na tutakase maendeleo shemeji, maendeleo tu. Shemeji wangu, Baba Sandia, mume wa tata yangu, mimi nalimwambia, yaani mimi nalimwambia kabisa, nakamwambia hivi, mwenyekiti, hapa umekosea kabisa. Watakelaza wa mtu waombe sahamani.
Umeniita Aisha. Nimekuja kusikiliza. Amani kwako binti Marikia, Na baraka za Mungu ziwe kwa mtukufu Malkia Salmada. Karibu sana duniani. asante. Nimetumwa na mtukufu kuja kupa ujumbe. Amesema hakikisha unafanya haraka sana kumpata huyo mwanaume ambaye picha yake kwa sasa unayo, na ukishampata huyo mwanaume hakikisha unazaa naye, na baada ya kuzaa naye mtoto anatakiwa mlete ujinini pamoja na baba yake, na baba yake atauawa. Hiyo damu yake itatumika kumpatia nguvu mtoto, na nusu ya damu hiyo itabariki ndoa yako. Hayo tu ndio nimetumwa nikufikishie. Maagizo ya mkuu Malkia ni sauti ya mamlaka kwetu. Kwa hiyo Safi sana pacha yangu, nikutakia kazi njema yenye baraka na mafanikio. karibu tena duniani Aisha. Asante, naweza kuondoka. Lakini yeye umpate tu umpate bosi kankwe anajifanya mwamba kwenye utawala. Unajua hii mambo ilikuwa ni matongo tu ya kukusanya nani wale wa mtu wake wampate mawaziri wale wanaokaa wajumbe hao sasa shebeki. Anakaa nao anawaambia Bingwi, tutengenezeni namna ya kutengeneza ile mkutano. Wanawaita wa mtu, afu wakiwaita wa mtu wanawasukumia lile mpira. Sasa tunaomba mawazo yenu. Ba mtu wakaongea mawazo yao, afu wao wakayachota. Alafu yale mawazo ya wa mtu mkio waende sasa wakayafanyie ile kazi. Sasa unaleta bomwamba, alafu mimi ndio nakakupikia kula. Unanitengenezea nini hapo kama sio kuja kugongwaka kama tipa mwakani? Unajua shemeji, wewe acha. Uchaguzi huo unakuja. Si unakuja uchaguzi? Tuone siku ya uchaguzi kama anapita. Hapiti. Basi tuache hapo. Mimi naelekea zangu dukani. Sijui mwenzangu naelekea wapi. Mimi na nyolosha makulu wa Kisukuma tunasema kumpati kokolola magulu. Kokolola magulu. Nyolosha makulu kwenda. Sawa sasa ngosha. Basi mimi na mimi naenda zangu dukani. Utanisalimia nyumbani. Sawa, nisalimie tata yangu. Zimefika. Na wewe nisalimie shemeji, maana kinaona anakutunza vizuri, wa mashavu yanakutoka. Mara moja hao ndio sisi ndio watoto wao, lazima watulinde. Haya bwana. Ndio maana na mimi nilikupa tata akutunze. Haya, ananirudisha kwenye ujana. Haya bwana. Haya. Shemeji yangu.
Karibu. Ya, yupo ndani. Nikuitie? Hapana. Umesaidia jambo moja. Jambo gani? Maji ya kunywa. Sawa. Ukashindwa tambua rangi yake, maumivu yake makali ambayo Jamani. huruma hachagui